kwa sababu tunapofanya utafiti pia tunaangalia data. Kwa hiyo kwa watoto wa kike utafiti unaonyesha kwamba ukatili wa kingono umepungua kutoka 33% hadi 11% kwa watoto wa kike. Na pia ukatili wa kimwili umepungua kutoka 76% hadi 24%. Lakini pia ukatili wa kihisia umepungua kutoka 25% hadi 22%. Hizo ni data za utafiti 2024 kwa watoto wa kike. Kwa hiyo kuna kupungua kwa matukio hayo kwa asilimia hizo, lakini havijaisha hizo vitendo, si ndivyo? Maana kuna bado asilimia zimebaki, tunapaswa kuziondoa. Kwa watoto wa kiume utafiti unaonyesha kwamba ukatili wa kingono umepungua kutoka 21% hadi 5% kwa watoto wa kiume. Ukatili wa kimwili umepungua kutoka 74% hadi 21%. Lakini pia ukatili wa kihisia umepungua kutoka 31% hadi 16%. Tunalinganisha data za 2024 na za mwaka gani? 2009. Kumbe tunafuatilia. Baadaye nitakuuliza swali mwanafunzi, linganisha hizo data za mtoto wa kike na za mtoto wa kiume, alafu niambie umegundua kitu gani. Sawa? Sasa tuangalie jitihada za serikali katika upatikanaji wa haki za mtoto. Jitihada za serikali katika upatikanaji wa haki za mtoto. Sera ya maendeleo ya mtoto ya mwaka 2008 ni moja ya jitihada ambayo ipo kwa ajili ya kulinda haki zile 5 za mtoto. Sheria ya mtoto sura namba 13 ni moja ya jitihada. Mpango kazi wa taifa wa kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto utakuwa wa mwaka 24-25 mpaka 28-29 kwa awamu ya pili ni moja ya jitihada. Mwongozo wa wajibu wa wazazi na walezi katika malezi na matunzo ya familia tayari upo, ni jitihada mojawapo. Lakini pia programu jumuishi ya taifa ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto. Kwa hiyo utekelezaji wa sera, sheria, kanuni na taratibu na miongozo